We dada, wewe si ni mke wa mtu wewe? Kwani shida ni mke wa mtu au? Haya, asubuhi kwenye milango yao tunafuata nini? Vipi hapa jamani? Wewe unaona nini? Kuna shida gani? Ima, huyu nani? Huyu shemeji yangu. Naomba hela, nataka niende kwa shangazi. Yaani buku unipe mimi. Jamani, hebu shika hela yako bwana, nipe hela. Kwa uitaki au? Hiyo buku sio kupewa mimi. Nipe hela. Unanichelewesha unajua. Sheka. Pita pole. Ima, ndo nimekuja kudiscuss lile swala ambalo nilokuhadisia. Maana mpaka sasa sielewi, nimechanganyikiwa. Hapo unavyoona. Umekuja kuhusu mimba, si ndio? Hapo cha kushauri ile mimba cha kufanya pale ni kutolewa. Nitoe mimba? Hivi unachokiongea unakisikia kweli? Nitoe mimba? Unajua kiasi gani mimi ninavyoongea kupata mtoto mpaka leo Mungu kanisaidia, kanijalia. Unasema mimi nitoe mimba? Ni swala halipo. Labda uongee mengine lakini sio kutoa. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Ndio nimekuja hapa ili tujadili, tujue mimi na wewe tunafanya nini. Sasa sikia. Ingia ndani, sawa? Rafiki yangu naenda kuonana naye. Nikishatoka kule nitakuja tuzungumze. Niingie ndani tena? Ndio. Yaani mimi niingie ndani? Unajua kabisa mimi mke wa mtu. Ninavyoingia hapa kapita mtu kaniona na mtaa wote unajua kwamba mimi hapa nimeolewa. Ninavyoingia ndani na kuaje? Hamna mtu. Ingia ndani. Hamna, wewe ingia ndani, naenda kule nikirudi tutazungumza. Hawezi kuchelewa kweli? Siwezi kuchelewa. Karibu. Bwana hapa unyama tu yenyewe hapa. Unatoka wapi? Bwana we. Nilikuwa huko bondeni kwenye mashamba yangu yale ya bustani. Kule chini? Bondeni huko. Sasa wakati natoka kule sasa nimechelewa kwa sababu wakati natoka kule nimefika hapa njiani nimekutana na jongo. Jongo? Unaogopa jongo mwenyewe? Si kwamba nimeogopa. Nikamwangalia anapotembea. Unajua ndugu yangu mimi natokea nyumbani kwako kule. Sawa? Nilikuwa nakutafuta sana. Tokea asubuhi leo nakutafuta. Sasa nashangaa kuja kukutana na wewe hapa. Shida nini? Unakumbuka nilikwambiaga kuna yule mwanamke wa mtu yule? Anayekusumbua? Anayenisumbua. Vipi umegonga? Mwanangu nimegonga sana. Kweli? Yule nimepiga sana. Sasa wewe ndio mwanaume sasa. Kama umepiga wewe mwanaume sasa. Anafurahi lakini. Ila sasa yule anaonekana sasa hivi ana mimba. Ana mimba? Akwambia mimba ya nani? Ya kwangu. Ya kwako? Sasa si basi. Unajua nikwambia kitu? Ushauri tu. Hakikisha yule mtoto anakuwa kwako. Unajua katika dunia ya leo hii kumpata mtoto changamoto. Hiyo najua hiyo kweli naelewa hiyo. Lakini sasa ni vipi katokea hiyo mimba ikawa sio yangu wewe? Wewe sikaisha kwambia kwamba hiyo mimba ni ya kwako. Aisha kwambia wanawake wenyewe wanajua. Ushanielewa? Wanawake wenyewe wanajua kwamba hii mimba imeingia ya mtu fulani. Mimi nikwambia mke wangu yule sasa mwaka wa 3 huu hakuna mtoto. Hakuna mtoto? Kabisa. Sasa unaona pale nyumbani kuna mtu sasa sikiliza.
kumfanya mtoto huyo awe wa kwako kwa namna yoyote. Sasa mimi nahudumia kila kitu hapa. Yaani kila kitu namhudumia. Hata akihudumia bwana yake, wewe hakikisha mtoto anakuwa wa kwako. Sawa kaka, hilo halina shida, lakini sasa huyo mwanamke yupo nyumbani pale. Sasa yupo nyumbani kwako? Yupo nyumbani. Sasa cha kufanya toke mguu moja, mguu pili, twende pale. Ukamwone yule shemeji yako. Si unajua tena? Isije katokea 1 2 3 tena ukatoka naye. Hapo sijawahi kumuona, twende kumuone. Ndio mwanaume twende. Mwanamke. Fungua. Wewe, sijali, hebu njoo. Njoo. Ndio sijali huyu. Mke wangu mimi. Njoo. Njoo kwanza. Unatema nini? Njoo. Mpumbavu wewe. Simama hapa. Unataka kukimbia uende wapi? Mpumbavu wewe. Niambia Ima. Huyu mke wangu mimi anakujaje ndani kwako unamfungia majumbani kwako? Yangu, lakini mimi nilikuelekeza. Na wewe ndio ulikuwa unanipatia ushauri kwamba huyu piga. Amekuja ghetto piga. Sawa, ulikuwa unaniambia, hujaniambia kama ni mke wangu, uliniambia kuna mke wa mtu. Kwa hiyo ndio huyo mke wangu. Ndio huyu. Jamani. Umefanya ndio kusema nenda kulandika makofi wewe, mpumbavu wewe. Sasa unaomba msamaha, unafikiri unaweza kubadilisha madhambi yako uliyofanya? Tuondoke tu sasa. Ila wewe nakwambia hivi, wewe siku ya mwisho utachomwa moto kwa dhambi wewe fanya. Twende. Subiri kwanza. Kaka, unataka kuondoka naye vipi sasa? Wakati ana damu yangu huyu. Yaani wewe umepanda mbegu kwenye shamba la jirani.